Napenda kuwa na nafasi ya kumwambia Bwana asante. Inua mikono yako mbele za Bwana tunapotamatisha nafasi ya maombi. Nenda mbele za Bwana, mwambie asante. Shukuru Bwana kwa ajili ya maisha yako. Tazama vile amekutendea, tazama uzuri wa Bwana. Uinue kwa kinywa chako utukuze, maana amekutendea. Mwambie Bwana asante. Bwana tunakushukuru, Bwana tunakutukuza. Umetutendea Bwana, umekuwa mwaminifu wa kusimama nasi, umekuwa upande wetu Jehova, umetupigania vita vyote, umekuwa mtetezi wetu Bwana, umekuwa mtosherezaji wetu Bwana. Kwa kweli umekuwa juu yetu, tuna sababu zote za kusogea mbele zako na kukuinua juu zaidi. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu, asante kwa wapendwa, asante kwa ajili ya maisha yao, asante kwa neno umewapa, asante kwa ushindi umewapa. Pokea utukufu Bwana, asante kwa kuinua kanisa la kweli, asante kwa kulikumbuka kanisa la kweli, asante kwa kuhani umetupeleka. Jina lako litukuzwe, jina lako na lipewe sifa. Pokea utukufu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tunayekuinua, ni wewe tunayekuabudu, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Jehova, ni wewe tukuhitaji. Haleluya.
tunakutukuza na tunakuinua, maana ni wewe Mungu wetu, kando yako hakuna mwingine. Mioyo yetu Bwana inakuinua, mioyo yetu inakutukuza, mioyo yetu inakuabudu. Ni wewe tu Jehova, uliye tegemeo letu, kimbilio letu, msaada wetu, jibu la maisha yetu. Kando yako hakuna mwingine. Bwana, tunakuhitaji. Kubali ibada yetu siku ya leo, kubali sifa za vinywa vyetu, kubali kuabudu kwetu. Tamalaki na tawala mahali hapa Bwana, ukatufikie kwa njia ya kipekee, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Dhihirisha upendo wako siku ya leo katikati yetu, kwa njia ya kutuponya, kwa njia ya kufikia mahitaji yetu, kwa njia ya kufikia hali zetu, kwa njia ya kubadilisha maisha yetu. Asante Bwana Yesu, maana wewe ni mwema na mwaminifu. Tunaenda kulisikia neno lako Bwana, tunaomba unene nasi vile utakavyo, na ni mtumishi wako nitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nipe usemi, nipe ufunuo wa neno lako, na nipe ujasiri wa kulinena neno lako vile lilivyo, na unipe hekima kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tunaomba yote pamoja na kushukuru. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Basi tunaweza kuketi pamoja na praise and worship pia, na washukuru kwa ajili ya kuweza kutuongoza vizuri. Nasema Mungu wa mbinguni apate kuwabariki zaidi. Hebu salimia mtu kwa ibada asubuhi ya leo na siku ya leo. Salimia mtu, msalimie, mwambie pia karibu katika ibada. Salimia mtu na umkaribishe kwa ibada siku ya leo. Amen. Basi napenda kuchukua nafasi nishukuru Mungu kwa sababu ya wakati mzuri ambao tumeweza kuwa nao katikati ya wiki. Bwana ametuongoza, Mungu amekuwa upande wetu. Shughuli zimekuwa nyingi, lakini Bwana ameweza kutushindania, na tuna sababu zote za kusonga mbele zake na pia kuliinua jina lake, maana ametutendea. Kuna watu wanatamani wapate kuwa katika ibada kama tulivyo katika ibada siku ya leo, lakini kwa sababu ya hali ambazo wamepitia hawangeweza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya yale ambayo wamepitia, changamoto za maisha, wengine ni wagonjwa, wako mahospitalini, na kwa sababu ya wanatamani lakini hawangeweza. Wewe Bwana amekupa neema, sio kwa sababu wewe ni mwema zaidi. Mungu amenipatia neema sio kwa sababu ya kwamba ni mwema zaidi, lakini tu ni kwa neema yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka nilete neno la Mungu ambalo linaweza kututia nguvu katika kitabu cha Wafilipi kifungu cha 4 na mstari. Tutaenda kusoma mstari kadhaa pale na Bwana wetu ataweza kutubariki. Wafilipi kifungu cha 4 tutaenda kusoma pale mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Bwana anaenda kuzungumza nasi na kututia nguvu kutoka katika yale maandiko, na Mungu wetu wa mbinguni ataweza kutukuzwa. Amen. Amini ya kwamba umefika pale katika yale maandiko. Wafilipi 4 mstari wa 4 mpaka wa 8. Amen. Nitaenda kusoma maandiko. Nasema hivi katika Biblia yangu ya Kizungu: Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Verse 6 says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, and let your requests be made unto God. Verse 7 says, and the peace of God, which passeth all understanding,
shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 8, the last verse says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Watch niongeze verse 9 says, those things which ye ask, ye have both learned and received, and have and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tutasoma kwa Kiswahili tu. Andiko anasema furahini katika Bwana siku zote. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini, pole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msisumbukie kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Basi tunasema hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwa wema wote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini haya. And the last verse says, mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni haya, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Amen. Hebu tupige Yesu makofi kwa ajili ya haya maandiko. Ukiwa peke yako utaweza kuyasoma vizuri kwa utaratibu na kutoka mwanzo from verse 1. Lakini nataka nilete ujumbe ambao unasema ya kwamba msisumbuke ama msisumbuke kwa neno lolote. Msijisumbue kwa neno lolote. Be careful for nothing. Msijisumbue kwa neno lolote. Katika haya maandiko ambayo tumesoma, tunajua ya kwamba mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anawaambia na kanisa na wapendwa wa Wafilipi. Na nataka niseme ya kwamba kulingana na vile mtumishi wa Mungu anapoongea na wao, na katika hizo verses na kutoka from verse 1 utakuta ya kwamba hili linadhihirisha ya kwamba walikuwa wamepitia katika mambo magumu, walipitia kwenye majaribu, walipitia kwenye vikwazo. Na katika wakati tunaweza kujua na kutambua vizuri ya kwamba ilikuwa ni wakati mgumu sana wa kanisa ambao waliweza kupitia, kwa sababu ya kupigwa na kupigwa kwa ajili ya imani. Wanasifiwa sana. Hivi ndivyo walipitia katika mambo magumu, hali ya kukataliwa, hali ya kudharauliwa, hali ya kutengwa, hali ya kuchukuliwa na kuwekwa magerezani. Walipitia katika changamoto kubwa za maisha. Lakini mtu wa Mungu Paulo naye anasimama na anawaambia wao kutoka katika verse 4,
wa Wafilipi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza katika mstari wa 4 Paulo anawaambia hivi, furahini katika Bwana siku zote, na tena nasema furahini. Badala ya kujisumbua jambo ambalo unapaswa kufanya, furahini hilo jambo, maana unaye Bwana wa mabwana aliyekuita ni muweza wa yote, aliyekuita anajua unayoyapitia, aliyekuita yeye hawajibiki, yeye yule jana leo na hata milele, ana uwezo wa kutatua yale ambayo umekumbana na unakumbana naye. Amen. Kwa hiyo badala ya kujisumbua kwa neno lolote, unapaswa jambo la kwanza, furahia katika hilo jambo, maana halikuja kukuangamiza, limekuja kukuleta karibu na Mungu, limekuja kukuinua katika kiwango kingine, limekuja kubadilisha maisha yako, na uweke tumaini lako kwa Mungu. Amen. Jambo la pili anasema, let your moderation be known unto all men. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Paulo anajaribu kusema hivi ya kwamba msimamo wa imani ulio nao katika Kristo Yesu, imani yako, mwelekeo wa tumaini lako ujulikane na watu wote, maana Bwana yu karibu. Amen. Na hivyo watu wajue tumaini ulilo nalo. Hilo ni jambo la pili. Upole wako, tumaini lako, imani ulilo nalo lijulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Alienda kwa Baba. Amen. Na maandiko anasema ni waja karibu. Na kando na hilo la kuja karibu, kuna jambo lingine hata katika hilo hitaji na katika hilo shida. Bwana atakuja. Mwenye Yesu ni ataiwe. Haleluya. Haleluya. Badala ya kujisumbua kwa jambo hilo ama kwa neno lolote, upole wako, msimamo wa imani yako ujulikane na watu wote. Tembea kama mtu mjasiri. Wacha kubebwa na shida ulizo nazo, wacha kubebwa na matatizo ulio nayo. Amen. Watu wajue msimamo wa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu anasema hivi, na katika usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru Mungu. Kusali, kuomba na kumshukuru Mungu, na jambo lingine, na haja zenu zijulikane na Mungu. Amen. Badala ya kujisumbua kwa neno lolote, kwa jambo ambalo umelipitia, kwa mambo ambayo umekumbana nayo, kwa mambo ambayo yako moyoni mwako, masumbufu, kuna jambo la tatu linalohitajika: maombi, kusali na kumshukuru Mungu.
na Mungu. Kwa hivyo changamini maombi, badala yake omba, tafuta Mungu, ingia kwa maombi, tafuta Mungu, kuwa na uhusiano na Mungu katika hali ya maombi. Amen. Badala ya kujisumbua, badala ya kulia, nasema hivi, peleka hayo mahitaji na masumbuko kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye anaishi maisha ya maombi ukata tamaa ya kuendelea. Maana mtu wa maombi ni mtu wa imani. Unaomba kwa sababu uko na imani kwa Mungu ya kwamba yale ambayo yananisumbua na yapeleka kwa Baba, na ninajua atanijibu, ataleta suluhisho, atasimama pamoja nami. Hilo jambo ambalo linakubeba, linakusumbua moyoni, kuna jambo ambalo unaweza kufanya. Badala ya kujisumbua kwa hilo, pelekea Mungu. Kwa mtu wa maombi, omba. Amen. Na pamoja na hiyo, Maandiko yanatufundisha kwa kushukuru. Shukuru Mungu kwa sababu ya yote yale ambayo unayapitia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna verse ambayo nataka kukamilisha nayo. Andiko anasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Haleluya. Hayo jambo la mwisho ni fanya yale yanayofaa. Do the right things. Yale yanayofaa, yanayompendeza Mungu. Andiko anasema mambo yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo ya kupendeza, yoyote yaliyo na sifa nzuri. Kwenye majaribu tunafanya yale ambayo yasiyostahili. Wakati watu wanapoingia kwenye vikwazo na jaribu na mateso na mahitaji yanayosumbua, wengine wanadaiwa, wanatoka nje ya upako wa Mungu. Lakini kuna jambo ambalo Bwana anatushauri tutende. Mambo yaliyo ya kupendeza, mambo yaliyo ya staha, mambo ambayo ni
Usibebe vitu, usibebe watu, usijichukie. Badala yake yale ambayo Bwana anayokuonyesha, haya ndio ambayo yanastahili yatende hayo mambo ya kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, Paulo akawaambia, na pia yale mliojifunza kwangu yatendeni haya, na Mungu wa amani atakuwa pamoja naye. Paulo hakuwafunza kufanya mabaya, hakuwafunza kufanya dhambi, hakuwafunza kutomcha Mungu, lakini aliwafundisha kutembea na Mungu. Mliojifunza kwangu, hayo yote mliojifunza kutoka kwangu yatendeni hayo, na huyo Mungu wa amani anayepeana amani wakati ambapo amani haipatikani, anayepatiana furaha ambapo furaha haipatikani, anasema basi atakuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nataka niseme, usijisumbue kwa jambo lolote. Kama kuna kitu na wewe mpaka nikana kwamba ndicho unachokiamini, ndicho umeinua zaidi hata kuliko Mungu, kiweke kando, usijisumbue kwa ajili yake. Unasema mimi sitaenda kanisani kuabudu maana nimekwazika. Usijisumbue kwa nini jambo lolote. Mimi yale ambayo nimepitia nikana kwamba Mungu anielewe. Mimi sitaenda kanisani watu hawanielewe, watu hawajui vile ninavyojihisi. Weka hayo kando, usijisumbue kwa jambo lolote, kwa neno lolote. Usijisumbue kwa jambo lolote. Badala yake fanya haya ambayo Bwana amenena nasi siku ya leo. Simama kwa miguu yako, tumwambie Bwana asante, maana amezungumza nasi siku ya leo, ya kwamba wakati tuna mambo ambayo yanatubeba, yanatusumbua mioyoni, tusijisumbue kwa ajili yake. Badala yake tufurahie, upole wetu ujulikane na imani yetu ijulikane na watu wote. Tuombe, tuingie katika maombi, tumtafute Bwana katika hali ya kushukuru na kupeana mahitaji yetu mbele za Bwana, and then tufanye the right things, yale ambayo yanayompendeza Mungu wetu. Inua mikono yako, mwambie Bwana nisaidie, niko hapa, nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako, nisaidie. Najua kila mmoja wetu ana mambo yanakusumbua moyoni, uko na mahitaji, kuna mambo yamekufinyilia. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usikose tumaini. Furahia katika hilo jambo, mwambie Bwana akusaidie, akupatie neema, akutie nguvu, upate kushukuru kwa ajili ya kila jambo, na katika hilo jambo umwone Bwana na perspective nyingine. Unapotazama majaribu, uyaone kama stairs za kukuweka katika kiwango kingine. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Haleluya Jehova, twalibariki na kulitukuza jina lako. Umenena nasi maana wewe unatuelewa, umenena nasi kwa sababu unajua hali na unahisi hali ambazo tunazopitia, unaguswa na hali zetu. Unasema tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno tuingie katika kusali na kuomba na kushukuru na kutoa haja zetu kwako Bwana. Saidia wapendwa, watie nguvu, simama pamoja na wao na
umwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, umwaminifu Bwana, umwaminifu, umwaminifu Bwana, umwaminifu, umwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, umwaminifu Bwana, umwaminifu Asante kwa sababu ya kuongea nasi, ya kwamba tusijisumbue kwa jambo lolote, kwa neno lolote, bali katika kila neno, katika kila jambo, Bwana tuombe, Bwana tukutafute, tukushukuru, tutoe haja zetu mbele zako, na pamoja na haya Bwana tufurahie kwa kila jambo, na upole wetu ujulikane na watu wote. Patie kila mmoja wetu neema ya kutosha. Tie kila mmoja wetu, simama na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Hata sasa walio na mahitaji, mambo yanayowasumbua, washughulikie, wapatie wimbo mpya vinywani mwao, maana uliwaambia njooni kwangu mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu, ninaomba watendee sawasawa na neno lako. Pokea sifa na utukufu tunapoendelea katika ibada hii kwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Tunaweza